sijakugusa hiyo siwezi. Bwana asifiwe. Nataka nizungumze kwa dakika chache. Kwa dakika chache tena nikwambie au taamini kama dakika chache kweli. Hii unayochukua unajua inaenda mtandaoni. Usijue tu ili mradi. Ndio maana nasema na muda mchache. Bwana asifiwe sana. Amen. Andika ujumbe unasema upende neno wakati una muda. Upende neno wakati una nini? Una muda. Wakati huu ambao una muda. Wakati huu ambao una nafasi. Naomba upende neno. Haleluya. Naomba ufanyeje? Upende neno. Hebu nikuanzie hapa kidogo. Nikuanzie hapa kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umeshaandika kichwa cha somo? Amen. Katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 119 mstari ule wa 9. Biblia inasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akifuata neno lako. Kwa kutii akifuata neno lako. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Sasa nimesema upende neno wakati una nini? Una muda. Kwa sababu kuna kipindi ambacho kitatokea hauna muda na hauwezi tena ukawa na nafasi ya kulipata hilo neno ambalo wakati ulipokuwa na muda hakulipenda au kulitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuja kipindi ambacho kama ulipuuzia ukakosa kuwa na muda na neno wakati una muda, itafika kipindi ambacho utatafuta neno wakati huna muda na hutalipata neno lenyewe. Kwa wakati huu ambao una muda, ninapozungumzia muda, simaanishi kwamba huna kazi, simaanishi kwamba wewe usiajiriwe. Hapana, muda unaopanga wewe, unautafuta wewe, maana muda haukusubiri. Muda ukipita umepita. Nafasi ya muda ulionao leo ikipita, kesho utaiona nafasi ya leo. Yaani kama leo hii, siku hii ya leo ambao ni muda ulionao, hauwezi tena ukauona muda wa leo ulionao kesho. Kesho ni nyingine, na ya kesho ina mambo mengine, na ina mipango mingine, na wewe mwenyewe kesho una mipango mingine na ratiba zingine. Kwa wakati ulionao ninaozungumza ni wakati ambao uko hai, tena una nguvu, tena wewe ni mtu ambaye unaweza kwenda huku na kule. Kwa ni muhimu sana upende neno wakati una muda huo. Hata kama utabaki umeanza, lakini elewa ninachokwambia ya kwamba muda huo ambao tunao ni muda ambao unataka ujitabishe sana kwa kulitafuta nini? Neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndilo taa ya miguu yako na mwangaza wa njia zako zote. Utafanikiwa kwa sababu ndani yako kuna neno. Utapiga hatua ya maisha kiroho kwa sababu ndani yako kuna neno. Utaona maisha mazuri ya ndoa kwa sababu ndani yako kuna neno. Utaona maisha ya uaminifu kwenye ofisi kwa sababu ndani yako kuna neno. Maana bila neno utaanguka katika majaribu mbalimbali, kwa sababu neno likikuongoza litatatua changamoto ambazo unaweza kutana nazo popote pale. Haleluya. Haleluya. Ninatokeza ndio hicho sasa. Hebu tusome neno la Mungu hapa. Katika kitabu cha Simoni cha Amos. Amos sura ya 8 mstari ule wa 9 mstari wa 11 na kuendelea, alafu nitaendelea na ujumbe wangu. Mimi nasema hivi: angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula. Zingatia hapo, anasema si njaa ya kufanyaje? Ya kukosa chakula. Manake kama ni keki utaendelea kula keki,
kama ni sambusa, kama ni kababu, kama ni bagia, kama ni karimati, kama ni mandazi, kama ni mikate, kama ni chapati, utaendelea kula. Chakula hiyo havitakosekana. Hizi siku ambazo nasema za kwamba kutakuja njaa ambayo si njaa ya chakula. Ni njaa ya nini? Kwa nini anasema zitakuja siku ambazo ni za njaa, lakini sio njaa ya kukosa chakula? Ni njaa ya kukosa nini? Ni njaa ya kitu gani? Anasema wala anasema angalia, zinakuja siku, zinakuja asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Mwambie jirani yako, jihadhari. Inawezekana sasa kuna mtu ambaye anatapia mlo wa kiroho. Ndio maana ukiingia kanisani unasinzia. Ndio maana ukiwa kanisani hata ukiulizwa umefundishwa nini hujibu. Ndio maana ukiwa kanisani hata ukiulizwa somo lilikuwa ni kitu gani huwezi, kwa sababu tayari wewe unatapia mlo. Na ukishakuwa unatapia mlo ni lazima ukonde. Unakonda kiroho. Lakini na magonjwa mbalimbali yanakuvamia. Magonjwa ya kiroho, vidonda vya tumbo kiroho, kukwasha koo kiroho. Yesu akusaidie mpendwa. Nyakati hizi tulizonazo si nyakati za kupuuza kipindi cha kulisikia neno. Niko nasema neno, lakini wewe unaongea na mwenzako ambao umekaa chini, umekaa karibu naye. Mnaongea, mwingine unalala. Mwingine yani wewe mawazo yako hata yako hapa. Inawezekana unasema mchungaji, bwana leo ibada imechelewa. Unawaza ofisini kwako, unawaza mume wako, unawaza pesa zako ambazo umeziacha nyumbani. Ukasema sieni na pesa kanisani, wasije wakazichukua kwa sababu ya mambo mengi. Njaa ni njaa ya kutokusikia neno. Wengi wamekuwa ni wavivu wa kusikia neno la Mungu. Na Biblia inasema penda mafundisho, upenda maarifa. Na kwa sababu upenda kusikia neno, ndio maana huna maarifa. Hata kwenye roho yako, hata kwenye familia yako, hata kwenye kazi zako, hauna maarifa. Hauna maarifa. Kwa nini? Hauna muda na neno. Upende kusikia neno, unapenda kusikia maneno, ila kusikia neno upendi. Angalia usiwe mmoja wapo wa watu ambao tayari wako kwenye kipindi cha njaa. Wako kwenye kipindi cha njaa. Angalia, muda tunao ni mchache. Yesu yuko mlangoni anakuja. Na anakuja kuwachukua wale ambao walikubali kulisikia neno na kuliishi. Sio wale ambao walikubali kukaa kanisani tu, bali ni wale ambao walikubali kusikia neno la Mungu na kuliishi. Hawakuwa na mawazo finyu. Hawakuwa na mawazo potofu ndani ya akili zao. Hawakuwa na vitu ambavyo vinawadistabu. Walikuwa ni watu ambao ikipiga saa ibada wanapenda kusikiliza ibada kwa utulivu. Hawakuruhusu mawazo ya waondoe katika mkondo wa kulipokea neno. Walikuwa ni watu wa ndio hao ambao Yesu anakuja kuwachukua. Amos anasema sio njaa kukosa chakula, wala sio njaa kukosa maji. Maji utakuwa nayo bado. Njaa ni chakula kwa nacho bado. Lakini anasema ni njaa kama anasema bali ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao Biblia inasema nao hao
watatangatanga toka bahari hata bahari, na kutoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Wataipiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Huo muda, siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. Yaani wasichana wazuri na wavulana wazuri watazimia kwa kiu, na hawa ambao kwa dhambi ya Samaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako, gani na